Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Thumma as-salatu was-salamu ala Muhammad ibn Abdillah sayyidil kiram wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Amma baada ya kumshukuru tabarakahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Allah na kumtakia rehma ziada za khairi bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, naomba niwakaribishe katika darasa hili ambalo leo tunaenda kutazama kama si kuzungumzia kuhusu njozi ya kuota bahari, kuiona bahari. Kumbuka kwamba njozi ni miongoni mwa wahi ambao ni miongoni mwa njia za wahi ambao mitume mbalimbali walifikishiwa wahi na Mwenyezi Mungu kupitia njozi, akiwemo bwana Mtume Muhammad sallallahu wasalamu rabbi alayhi na ndugu zake wengi katika mitume. Sasa ndoto ni kitu muhimu. Ndoto ni bishara yako, ndoto ni maisha yako. Maana yake ni nini? Unapoota basi ni tafasiri ya kwamba kuna kitu unapitia katika maisha yako, ama uliwahi kupitia nyuma, ama utakuja kukipata. Kwa hiyo mara nyingi sana mambo yanayotokea ni yale mambo ambayo tayari tushayaota, isipokuwa kutokana na sisi hatuzingatii ndoto. Maana yake unapoota jambo likawa baya, ni nafasi ya kumuomba sana Mungu akuepushe. Sasa unashindwa kumuomba Mwenyezi Mungu akuepushe, ila hali wewe ufuatilii ndoto. Mwingine akiota akiamka asubuhi kasahau, hakumbuki nini kaota. Kwa hiyo vote hivyo ni vitu vya kufuatilia. Yaani usikubali ukaota then ukasahau. Unatakiwa ujipambanie ili utakachokiota ukikumbuke. Nafikiri tumefahamiana vizuri penzi mtazamaji. Sasa subscribe channel hii kwamba ili uweze kuwa mwanafamilia bora wa Ibn Umar Al-Mukhtar Online TV, kwamba subscribe, gusa alama ya kengele, like, share pamoja na kucomment vitu mbalimbali ambavyo wewe unaweza ukaviona ama ukahitajia kuuliza swali. Sasa katika kucomment, wengine wana comment maswali, wewe mwingine anataka kufahamu kuhusu ndoto, lakini pia vile vile unaweza ukapiga moja kwa moja ikawa ni rahisi zaidi. Sasa al-bahru fil manami, tunaenda kutazama kuhusu kuota bahari katika usingizi ama katika ndoto. Bila kupoteza muda, tukianza na nukta ya kwanza, mwanazuoni huyu An-Nabris na Ibn Sirin anasema ama wanasema kwamba al-bahru fil manami wa maraa al-bahru man raa al-bahru asaba shay'an kana yarjuhu. Yule mwenye kuiota bahari, yani wewe umeiona tu, umeota usiku umeiona bahari, basi ndoto inakujulisha kuwa utapata kitu ambacho ulichokuwa unakitaraji. Kuna mwingine matumaini yake makubwa ni kupata mke aliyemwema, Allah atakubariki na kujalia kula kheri. Kuna mwingine matumaini yake, matarajio yake ni kupata mali, mwingine kupata gari, mwingine kupata amani ya moyo, mwingine kupata pepo. Basi Allah atakujalia hicho. Yani ukiota bahari, basi ni matarajio ya kile ambacho ulichokuwa ukikihitaji, kwamba Mungu atajalia sasa kukipata. Lakini nukta nyingine ya kuota bahari, yani al-bahru fil manami wa maraa, na yule atakayeota al-bahru bahari waqafa alayhi, yani amesimama juu ya bahari, fa innahu yusibu min sultani shay'an lam yarjuhu. Umeona kwamba mtu atakayeota amesimama juu ya bahari, basi mtu huyo yusibu min sultani, mtu huyo atapata kutoka kwa sultani, mina sultani shay'an, atapata kitu kutoka kwa sultani, lam yarjuhu, kile kitu ambacho alikuwa akitaraji. Yani kile kitu ambacho ulikuwa ukitaraji ndicho utakachokipata kutoka kwa kiongozi ama kwa mfalme. Sana kwa upande wetu sisi, nchi zetu hizi ni viongozi wa sekta mbalimbali. Wafalme wapo na nchi za Arabuni huko na England pia, lakini sisi ni kiongozi. Sasa kiongozi yoyote yule unaweza kupata kitu ambacho wewe ulikuwa ukitaraji kutoka kwake, ndicho utakachokipata ukiota umesimama kwenye bahari ama umesimama juu ya bahari.
Waman raa annahu dakhala baharan thumma kharaja minhu, yule atakayeota kwamba ameingia kwenye bahari kisha akatoka, yani kazama then amezamia. Si kukoga, ni kule kuzama kisha ukaibuka. Fa innahu yusibu min sultanin jazaan, kwamba mtu huyo atapata kutoka kwa sultani malipo. Wa yadhhabu anhu alhamma min qalbihi, na pia itaondoka hamu, shida za mazonge ya kidunia, matatizo, wasiwasi, mfadhaiko, vyote hivyo vitaondoka katika moyo wake vilivyokuwa vikimsumbua. Mwingine mpaka pressure. Sasa pressure hizo kutokana na mawazo, endapo utaota tu umeingia kwenye bahari na kutoka, basi Mwenyezi Mungu atakujalia kuweza kupata malipo kutoka kwa kiongozi, lakini kuondokewa na hamu katika moyo wako, yani zile mazonge, huzuni, shida za kidunia, changamoto mbalimbali. Lakini mwanazuoni anaendelea kusema, wa maraa annahu kharijun min bahri kana sabihan fihi, na yule ambaye atakayota ama kuona katika usingizi kwamba annahu kharija min bahri, hakika yeye ametoka katika bahari, sabihan, ila hali pale katika bahari alikuwa anapiga mbizi ama anaogelea, fa innahu, hakika yake yeye, in kana maridhan, ikiwa yeye alikuwa ni mgonjwa, shafahullah, Mwenyezi Mungu atamponya, yani bari biidhnillah, atapata ponyo kwa imani yake Mwenyezi Mungu. Wa in kana ghammun, na ikiwa alikuwa na ghamu, basi atafanyaje? Faraja Allahu anhu, Mwenyezi Mungu atamfariji, atampa faraja. Faraja Allahu anhu, Mwenyezi Mungu atamfariji kutokana na ghamu hiyo. Wa maraa annahu qata'a bahrun ila janib al-akhir, kwamba yule atakayota kaipasua bahari mpaka upande wake wa mwisho kule, basi ndoto hiyo inakujulisha kwamba yaqta'u al-hamma, zitakatika hamu, ndio hayo mazonge ya kidunia, au khaufan, au hofu, wa yusallimu min dhalika, na utasalimika kutokana na shida hizo, kwamba shida hizo zitakatika pako na utapata salama, utapata amani, utasalimika kutokana na changamoto hizo. Lakini nukta nyingine ya kuota bahari, yani albahru fil manami, kuota bahari usingizini. Maraa annahu akhadha ma'un min bahri fasharibuhu, yule mwenye kuota kwamba amechukua maji katika bahari, fasharibuhu, na akawa anakunywa maji hayo, nala min sultan malan, atapata kutoka kwa kiongozi mali, au jamu ilma, au atakusanya elimu kutoka kwa kiongozi, fi qadari ma yashribu min alma'i, kwa kadiri ya pale ambapo ameyanywa maji hayo, basi ndivyo atakavyoweza kupata elimu, au jamu ilma, ama atapata elimu, kusanya elimu, fi qadari ma yushrib min ma'i, kadiri ya vile ambavyo maji hayo amekunywa. Lakini mwanazuoni anaendelea kutupa faida kwamba waman raa, na yule atakayota, annahu ikhtasala, kwamba hakika yake amekoga, au tawadha, ama ametia udhu, min bahari, kutokana na maji ya bahari, fa in kana maridhan shafahu Allahu, ikiwa ni maradhi, ni mgonjwa, Mwenyezi Mungu atamponya. Wa in kana madyunun qadha Allahu, ikiwa ni mwenye madeni, Mwenyezi Mungu atamkidhia madeni hayo. Wa in kana dha hammin furija Allahu hammuhu, na ikiwa ni mwenye hamu, Mwenyezi Mungu atamfariji hamu yake, yani shida zake, changamoto zake, matamanio yake, yani ile hamu yake. Kwa hiyo ndoto inaelezea namna kama hivyo, na anaendelea tena kusema mwanazuoni huyu, wa in kana dha khawfin amana mimma yakhafu, na ikiwa mwenye hofu, Mwenyezi Mungu atampa amani kutokana na hofu yake. Lakini yote haya ni kutokana na kuota nini? Ukiota unakoga au utawadha, kama unatia udhu katika maji ya bahari, basi ndivyo maana zake zinakuwa hivyo. In kana fi sijni kharaja minhu ila alkhairi, khurija minhu ila alkhairi, ikiwa
upo katika gereza, basi utatoka khurija minhu ila alkhairi, utatoka katika gereza hilo katika njia ya khairi tu. Wa man raa annahu yamshi fawqa alma'i, na yule ambaye atakayota sasa yeye anatembea juu ya maji, fil bahri, maji hayo ya maji ya bahari, fa innahu yadullu ala husni niyatuhu, mtu huyo anajulishwa juu ya usafi wa nia yake, yani nia yake iliyokuwa safi, wa sihhatul yaqinihi, na ule usawa wa yaqini yake. Yani kama wewe una nia ya kufanya jambo, basi ukiota unatembea juu ya bahari, hiyo inakujulisha usafi wa nia yako na ule usawa wa yakini yako, kwamba wewe ni mtu ambaye uko sawa sawa katika yale ambayo unayakusudia. Maana yake mwingine anafanya jambo katika hali ya kwamba nia haipo ya kweli, kujionyesha tu mbele za watu anafanya mambo mazuri, lakini kujionyesha. Lakini mwingine anatia nia, lakini nia yake, udhati wake bado hajaujua. Sasa ukiwa wewe umeota kwamba unatembea juu ya maji, basi ni usawa wa nia yako, usafi wa nia yako na ule usawa wa yakini yako mbele ya jambo ambalo umelikusudia. Basi mimi niweze kumalizia kwa aya ambayo Mwenyezi Mungu anasema wal bahrul masjur. Nimalizie kwa aya hiyo ambayo Mwenyezi Mungu anasema wal bahrul masjur. Sasa niweze kukumbusha kwamba usisahau kusubscribe, kucomment, kulike, kushare kwa kuweza kupata taarifa mbalimbali za ndoto, taarifa mbalimbali za maradhi, taarifa mbalimbali za waadhi, mawaidha ya aina mbalimbali. Basi kufanya hivyo kutakufanya wewe kuwa mwanafamilia wa Ibn Umar Al-Mukhtar Online TV. Tunasema ndoto yako bishara yako, ndoto yangu bishara yangu. Unaweza kutupigia kwa namba za simu unazoziona hapo kuweza kupata faida ya mambo mbalimbali. Ikiwa kuna ndoto inakusumbua, basi katika kutupigia huko utapata ufumbuzi. Usidharau ndoto. Ndoto ni kitu muhimu sana sana sana. Nipende kumalizia kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.